Hivyo namna ya kuboost matangazo. Kuboost matangazo ukishatengeneza page, kumbuka tuna boost kwenye page. Tuna boost wapi? Kwenye page. Sasa matangazo ambayo nafanya vizuri ni matangazo ya video. Kwa namna ya kupost matangazo, unaanza hapa, cha kwanza, utamenya hapa, ongeza huyu. Ukimenya ongeza huyu, utakuja hapa sehemu hii imeandikwa reel. Hapa kwenye reel, utachagua reel. Sasa ukishachagua reel hapa, itakuleta huko kwenye FB yako. Sasa huko ndo unachukua tangazo husika ambalo unataka kuboost. Sasa mimi nitashuka chini sehemu ya tangazo langu ambalo lipo ambalo nataka kuliboost, na itafuta hapa namna ambavyo tunalichukua tangazo ambalo nataka kuboost. Maybe hivi ndo namna ya kuboost tangazo. Tunashuka chini, ndio kushuka iko wapi? Nadhani moja ya tangazo ambalo nafanya vizuri ni hili hapa la huyu mdada. Sasa hapa nikishalichukua tangazo kama hili, litakuja hapa nitagusa hii next hapa, nadhani umeiona next. Baada ya kugusa next hapa, nitakuja kuandika title. Hapa unaandika title hicho kitu ambacho nakiposti, kwamba jifunze sasa. Unaweza kaandika title kama mfano nasema amka. Hapa nitarudia kuandika hicho nilichokiandika hapo juu. Amka. Baada ya hapa nitakuwa kama nasoma hizi ili ilete hii option ya kunini ya kushare hapa chini. Hapa nakuja hapa na share. Hii option ya kushare. Baada ya hapo kigusa hii button ya kushare, hii hapa chini nagusa hii button, then hapa itakuwa inajipost. Tusubiri kidogo iweze kujipost ili tuendelee kujaza taarifa. Baada ya kumepost kama lili, nilikwambia unaenda hapo juu kupost kama lili, unaenda hapa juu. Umepost kama lili, sasa unachofanya unakuja kuminya haka ka DP ili boost tangazo. Unaminya haka ka DP hapa ili boost tangazo kirahisi. Ukifungua namna hii DP hapa, unashuka chini hapa kwenye tangazo lako. Mimi mwenyewe nilikuwa kama wewe. Nilikuwa natumia simu yangu vibaya sana. Kugusa hii neno natumia kuangalia video za watu. Nagusa boost reel. Ukishagusa boost reel, hapa nakuletea majedwali. Wewe haya majedwali achana nayo. Shuka chini moja kwa moja huku chini. Achana nayo majedwali. Unagusa hapa kwenye set budget manual hapa. Hii hapa ndio unachagua hapo. Ukishachagua hapa itarodi hapa kidogo. Sasa kisha rodi hapa kidogo itakuletea hivi ku accept term na condition, kama ndo mara ya kwanza una boost. Then uta accept, utakuwa kama unasoma, then una accept kama kawaida. Then hapa uta start authentication. Baada hapo uta start ili ujiverify kwamba ni wewe. Hapo utachagua nchi yako. Kwa sisi Tanzania tutachagua nchi yetu ya Tanzania. Hapa Tanzania iko wapi? TZ. Naenda futa TZ yetu ni hii hapa. Then hapa naandika namba hapa mbele. Niandike hii hapa. Tuandike mmoja hapa, ni pause kidogo. Let's say mimi naandika hii hapa 0780 naandika hii 96 9333. Ni wewe tu hapo unaandika namba yote ile, then mradi po WhatsApp au kawaida. Wanakutext kawaida au WhatsApp. Sasa mimi nitaandika hiyo namba, design hiyo. Sasa hii namba mimi nachagua ni text WhatsApp namna hii, then nagusa next. Wana text WhatsApp kwa sababu ipo WhatsApp kwa wakati huu. Then hapa text me now, nagusa hiyo text me now, design hii namna ya kufanya hapo. Then hapa watanitumia kodi. Kodi wameshanitumia huku kwenye simu yangu nyingine. Kodi zenyewe ni hizi 95 96 alafu 34. Design hii then na submit kodi. Kama umeshaandika zile kodi ambazo zinapaswa na submit. Baada hapo itarudi, itakuwa done. Baada hapo nimeshamaliza kumaliza hizo. Sasa
namna ya kuliseti tangazo. Hapo mwanzoni nadhani tumemaliza kila kitu, tumemaliza. Sasa hapa namna ya kuliseti tangazo. Wewe hapa gusa get more message. Maana sisi tunataka watu watutafute sana kwa message. Sasa hapo usiconnect WhatsApp. Usiconnect WhatsApp moja kwa moja kwa sababu huwa tunapigwa sana bani ukiconnect moja kwa moja kwamba watu wakutafute WhatsApp. Watu wakutafute kwenye Messenger. Kama na boost tangazo kwenye nini, watu wakutafute wapi? Wakutafute watu kwenye Messenger. Hapa ndio pale ina tick. Hivi vingine achana navyo. Then hapa kwenye Messenger ukitafuta, wewe utakuja hapa sehemu hii moja kwa moja hii hapa. Ili wakutafuta kwenye Messenger wao unawapa namba yako ya WhatsApp automatic. Sasa hapa tunabadilisha hii message hii hapa. Tunaibadilisha message hii hapa. Message hapa juu tunaibadilisha. Baada ya hayo unaandika habari hapa. Alafu baada hapa unabadilisha hapo, nafuta hivi. Hapa nafuta mpaka hapa. Nafuta design hii hivi. Nikifuta hapa naandika WhatsApp. Nitafute WhatsApp. Watu nitafute WhatsApp. Unaandika namba yako ya WhatsApp ambayo namba ya huyu jamaa ambaye namboostia ni hii hapa. Tangazo ni hiyo. Then baada hapo narudi nyuma huku mwanzo. Hapa baada ya hai tunaandika habari kwa sababu tangazo letu tunataka tulipeleke Tanzania. Kwa watu wengi tutatumia sana Kiswahili. Then hapa nabadilisha pia. Kwa mfano hapa nasema question number 1, mtu anaweza kusema nielekeze. Sisi kazi yetu ni ya kuelekezana. Kazi yetu ni kuelekezana hapa. Nasema hapo nasema nifunze. Mtu anaweza kusema nifunze. Mtu akisema nifunze au nifundishe, mtu akisema nifundishe, unasema nitafute WhatsApp. Nitafute WhatsApp. Unaandika namba yako WhatsApp. Namba ya huyu jamaa wa WhatsApp ni hii hapa, naichukua kwenye keyboard. Hii hapa maki nimeicopy kwenye keyboard. Then baada hapa nabadilisha hii message nyingine. Hapa baada ya kusema nini? Question number 2, mtu anaweza kusema nielekeze. Nielekeze, si ndio? Mtu akisema nielekeze bado niseme ni check WhatsApp. Ni check WhatsApp. Hizi itakuwa ni auto respond. Ina respond automatically. Sasa kama ni auto respond ndio tunaseti majibu hivyo. Kumbuka watu wanatafuta Messenger. Sasa kule Messenger wagi nawapa majibu. Alafu hapa question number 3, mtu anaweza kusema unafanyaje? Unafanyaje? Haya ndio maswali ya watu wengi. Sasa baada hapa una auto respond unasema njoo ni kufundishe WhatsApp. Unaandika namba yako ya WhatsApp hapo hivi. Then baada hapo huko kwenye follow up unaweza kaizima. Hii follow up kazi namna ninavyofanya kazi ni kwamba kama mtu alizingatia tangazo lako lakini akufanya maamuzi ya kutuma ujumbe, yeye inamtumia ujumbe. Sasa sisi hao watu wanakuwa wasumbufu sana. Kuna unazima. Alafu hapo kwenye call invitation unahakikisha umezima hapo juu. Kuna sehemu hapo juu kuna call invitation hii usiiwashe, izime hii, zima kama hivi palivyozimwa. Then baada hapa unakuja kusave hapa chini. Una save design hii. Ukisave design hii hapo utaona tayari message zako zimejiandika hapo. Then utashuka chini. Tunashuka chini kuna hapa sehemu hii ya location hapa. Hapa sehemu ya location hakikisha hapa ni Tanzania. Kama una boost tangazo lako Tanzania, hakikisha hapa ni Tanzania. Namna ya kuedit, unagusa hapa edit kama sio Tanzania. Baada hapo utagusa hapa kwenye location. Hapa location. Then hapo utatoa ile nchi ambayo ipo. Kwa mfano unatoa tiki alafu unaitafuta ile nchi ambayo unaitaka. Kwa mfano mimi naitafuta Tanzania. Tanzania. Si ndio? Naitaka Tanzania ambayo ni hii hapa. Then hapa na save. Save yangu ni hii huku juu hapa. Ipo hapa juu hapa. Ndipo ambapo na save. Ukisave design hii, then hapo unaweza ukaselect gender hapa. Unaweza ukafocus na wa kiume tu au wa kike tu, lakini sisi tunatakaga wote. Sisi mara nyingi tunaweka wote. Pia unaweza kubadilisha hii miaka. Kama unataka watu wadogo ndio wakutafute, unazidi kushusha huku. Kama unataka watu wazima sana kutafuta, unazidi kupanda huku. Kwa ni design hiyo. Lakini sisi tunaachaga hivi hivi, una save design hii. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye placement. Hapa kwenye placement wengine hapa inaongezekaga na Instagram. Wewe Instagram unahakikisha umeitoa, ibaki Messenger na Facebook. Haya, hapa tunakuja kuset budget kwamba wewe una kiasi gani kwa siku, daily budget kama inavyoonekana. Hapa ni daily budget. Wewe una kiasi gani kwa siku? Kwa network matangazo kama haya anzia $2, usizidi sana $10 kizidi sana. Kwa siku tumia $10 hata kama una budget kubwa kwa sababu watu wengi wanakutafuta, utakuta unatingwa sana. Kwa weka kwa mara ya kwanza unaweza kaanza na $2, $1 pia unyama tu kwa mara ya kwanza upate uzoefu wa kuchati na wateja. Halafu kadri unavyoongeza dola, kazi inavyofanya hivi. Ukiongeza dola
hapa makadirio ya watu. Kwa mfano hapa nikisogeza mbele, utaona hapa idadi ya watu inaongezeka, watafikia watu 8,000 mpaka 16,000. Ukishusha hapa, kwa mfano nikishusha kwenda huku nikiweka $2, wote watafikia 700 mpaka 2,000. 780 mpaka 2,000 ndo tangazo. Kwa tunachonunua ni idadi ya watu ambao la kuwafikia. Then hapa tunakuja kuseti duration. Tangazo letu litembee kwa muda gani? Hapa kama unaweka muda mfupi, basi hapa tutaweka idadi ya siku, lakini sisi mara nyingi tunaweka lirani mpaka ambapo utastop wewe mwenyewe. Then baada ya hapo nakuja sehemu hii ya payment method hapa. Payment method design hii hapa. Kwenye payment method hapa kuna hii sehemu hii nakuja kuselect sehemu hii hapa juu hii hapa. Kama sio Tanzania, hakikisha umepeleka Tanzania ili mambo yasiwe mengi. Usikiweka nchi tofauti na Tanzania, nchi zingine zinakuwa na vitu vingine vinakulazimisha kuweka. Kwa kama hauna taarifa zake inakuwa ni ngumu kuweka. Alafu hapa weka USD dola. Alafu hapo unaweza kaweka Dar es Salaam Tanzania kama hivi, au ile kama ni ipo logos sijui London, unaacha vile. Then unagusa next design hii. Nikigusa next, wewe hapa njia ya malipo yako ni Visa. Kama una TIN number au tax ID, utakuja hapa kuweka tax ID yako. Lakini kama hauna, acha, maana hiyo ni optional, lakini napunguzaga makato. Then hapa tutagusa next kwa sababu sisi nataka Visa, si ndio? Then hapa ninajaza taarifa zangu za Visa. Hapa taarifa za Visa yako. Hapa nitastop kidogo, maana hii Visa sio yangu na pia sio ya kushare kwa kila. Sasa baada ya hapa nimeshajaza taarifa zangu za Visa. CVV ndio siri yangu hapo. Kwa hapa na save design hii, inakuwa na process design hii na process design hii hapa ina process, then boom successful kazi ni added. Sasa hii VAT ID inarudia tena, kama unaijua unajaza, kama una VAT ID yako utajaza hapo. Sasa hapa mimi sitajaza kwa wakati huu, nitajaza kwa wakati mwingine, maki huyu hana. Then baada ya hapo unagusa boost post. Then baada ya hapo boom, tangazo lako litakuwa tayari umeshatengeneza tangazo lako. Then kinachobaki ni login kwenye hizi. Utalogin, utakuwa na Meta Ad Manager. Cha kwanza utakuwa na Meta Ad Manager hii hapo, utalogin kwenye Meta Ad Manager. Tu utalogin kwenye hii hapa eBusiness Suite au Messenger kwa kutumia zile taarifa zako za Facebook. Hii Messenger na Business Suite ni kama zinafanya kazi moja, ni za kupokea message. Hii hapa nini? Hii Meta Ad Manager ni kwa ajili ya kuangalia matangazo yako, yani na manage matangazo. Kwa utakuwa unaangalizia huko matangazo yako ini review au wapi. Sasa tangazo letu sisi tayari limeshakamilika, itakuwa ini review sio muda, then itakamilika vizuri. Nikirudi nyuma hapa, nikienda kuangalia hapa see insight. Unaenda ku see insight. Kwa ku see insight hapo utaliona tangazo lako. Hilo hapo ni tangazo lako, utakuwa unaona hapa taarifa za tangazo lako. Sisi hapa utaangalia details za tangazo lako. Kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo tumemaliza. Boom.